wanasema ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo na simama ulipo kama alipojitanganya, ama wanasema wewe mkakaja umbea kaja. Basi yetu yashafika na tuko tayari kukupasha yote yaliyojiri nchini Kenya. Hii inasaidia kwa runinga ya TV Kenya, chuo cha Anuai TCE. Inasaidia kwa wako George Kala. Na upande wa pili ni kwa mezani. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, na karibu kwenye habari za runinga ya MTV Kenya, tukupashe yanayojiri kote nchini, ikiwa wapo kidogo broadcast. Na tupate vidokezo vya siku ya leo ambavyo tumekuandalia. Na moja kwa moja kwa baba aliyepatikana ameketi juu ya kaburi la mumewe arejea nyumbani. DCM kama shabiki wa klabu ya Somalia aliyonaswa akidhalilisha bendera ya Kenya. Wengine kwa mama mkuu kilio baada ya mwanawe kufariki katika seli ya polisi Kitale. Isitoshe, washukiwa wawili wa utumbazi ya wizi ya kimabavu wauawa na gari lao kuchomeka moto kwenye barabara kuu ya Lamu. Huku Raila kuhusu ODM kuweka mgombeaji mwaka 2027 huku ikikorogania Ruto. Kijana mmoja pigwa risasi katika Machakos kutokana na maandamano. Na katika malimwengu basi kwamba hofu ni baada ya bibi harusi kuzimia na kufariki akifunga ndoa. Mwisho, familia ya Kenya shangilia binti yao iliyotoweka baada ya upasuaji Saudi Arabia. Vijana hawataki mazungumzo na Ruto, wanataka haki, huku Kalonzo akikosoa Raila. Ujambo na karibu katika taarifa kamili mpenzi mtazamaji, na ni kwamba tukianza na taarifa ambayo tumeweza kuandalia siku ni kwamba baba aliyepatikana ameketi juu ya kaburi la mwanawe arejea nyumbani baada ya siku chache. Tupate mwanahabari wetu Moses Wetangula. Charles Wakaba ameripotiwa kutoweka baada ya kupatikana kwenye kaburi. Hatimaye amerudishwa nyumbani. Alikuwa amelazwa hospitalini baada ya kupata akiwa amechanganyikiwa kiakili kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani. Binti yake mmoja hakuweza kuzuia hisia zake kumuona babake baada ya siku nyingi, kwani Wakenya walimtakia heri babake. Kiripotia runinga ya MTV Kenya, chuo cha Anuai TCE, langu majina Moses Wetangula. Shukrani Moses Wetangula kwa habari hiyo. Pengine kwa kwamba DCM kama shabiki wa klabu ya Somalia alinaswa akidhalilisha bendera ya Kenya. Tupate mwanahabari wetu Joseph Gashiri na habari hiyo. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI inathibitisha kukamatwa kwa shabiki wa klabu ya soka ya Somalia ambaye alinaswa kwenye tukio la kudhalilisha bendera ya Kenya. Ibrahim Haida Yusuf mwenye umri wa miaka 17. Ibrahim Haida Yusuf mwenye umri wa miaka 17 alikuwa sehemu ya wawili walionaswa wakikanyanga na kupiga teke bendera ya taifa. Walikuwa wakijitokeza katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi kushangilia klabu ya Mogadishu ambayo ilikuwa ikimenyana na Polisi FC katika mpambano wa ligi ya mabingwa wa CAF. DCI ilithibitisha kukamatwa kwa Ibrahim Yusuf huku juhudi za kumkamata shabiki mwingine bado zikiendelea. Nikiripotia runinga ya MTV Kenya nikiwa katika chuo cha Anuai TCE, jina langu ni Joseph Gashiri. Shukrani sana mwanahabari wetu Joseph Gashiri kwa habari hizo. Huku tukisema mnyama wanazidi kutendeka ili baada ya mama kwa kilio baada ya mwanawe kufariki katika seli ya polisi huko Kitale. Mwanahabari wetu Sida Chebet na taarifa zaidi. Samson Mama alipelekwa kizuizini mwanzoni mwa Septemba bila kujua hatima ambayo ilikuwa inamsubiri. Mama yake Margaret Adhiambo alimtembelea Uma na kumpata akiwa katika hali mbaya na kichwa kilichovimba. Adhiambo ambaye ni mjane alijitahidi kuzuia machozi yake alipokumbuka mazungumzo ya mwisho aliyokuwa naye na mwanawe. Nikiripotia runinga ya MTV Kenya nikiwa chuo cha Anuai TCE, langu jina Chebet Simba.
Shukrani mwanahabari wetu kutoka Kitale kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba washukiwa wawili wa utambazi na wizi wa kimabavu wauawa na gari lao kuchomwa moto kwenye barabara kuu ya Lamu. Tupate mengi na mwanahabari Farid. Washukiwa wawili wa utambazi na wizi wa kimabavu wameuawa usiku wa kuamkia leo katika kaunti ya Lamu. Kwa mujibu wa mashuhuda, washukiwa hao walikumbwa na ghadhabu za wananchi waliowashuku kuhusika na visa vya wizi vilivyosumbua eneo hilo. Wananchi waliwashughulikia kwa hasira na kisha kulichoma gari waliokuwa wakisafiria. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Lamu Bwana James Otieno amethibitisha kisa hicho na kusema uchunguzi kwa sasa umeanzishwa. Aidha, amewataka wananchi hao kuepuka kujichukulia sheria mikononi mwao. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya kaunti ya Lamu. Polisi wanasema doria zaidi zinaendelea ili kukabiliana na uhalifu. Nikiripotia runinga ya MTV Kenya, moja kwa moja kutoka chuo cha anuai cha TCE, mimi ni Farid Nasir. Hayo yalijiri katika kaunti ya Lamu na mwanahabari wetu Farid, shukrani sana. Huku moto wa siasa ukiweza kuzidi katika taifa letu la Kenya, hii baada ya Raila kusema kwamba lazima wataweka mgombeaji katika uchaguzi wa mwaka 2027, huku wakiweza kuikoroga kambi ya Ruto. Mwanahabari wetu Kevin Bate amekita zaidi na wanahabari. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga Jumatatu alizua mjadala kuhusu siasa za ulinzi alipofanua kwamba hakuna kitakachozuia chama hicho kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. Licha ya handisheki yake ya sasa na William Ruto. Kauli ya kiongozi wa ODM imeamsha tena mjadala kuhusu nia yake kuleta wasiwasi katika Kenya Kwanza. Nikiripotia runinga ya MTV Kenya nikiwa katika chuo cha anuai TCE. Rabu ni Kevin Bate. Shukrani Kevin Bate kwa taarifa hiyo. Kijana mmoja pigwa risasi kaunti Machakos kutokana na maandamano zaidi na Juma. Mtu mmoja alifariki. Mtu mmoja alifariki baada ya kupigwa risasi na polisi. Maelfu ya waandamanaji walipoingia barabarani kote nchini kukumbuka vijana waliouawa katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Polisi walisema mtu huyo alipigwa risasi katika mji wa Matuu, kaunti ya Machakos. Msimamizi wa hospitali ya kaunti ndogo ya Matuu Bwana Julius Akau alisema hospitali hiyo ilipokea wagonjwa 9 waliokuwa wamejeruhiwa baada ya polisi kufyatua risasi kwa waandamanaji waliokuwa wakichoma matairi na kujaribu kuvamia kituo cha polisi cha Matuu. Maelfu ya vijana walimiminika barabarani katika miji tofauti nchini kuadhimisha mwaka mmoja tangu vifo za waandamanaji waliouawa wakipinga serikali mwaka jana. Jijini Nairobi, maandamano yalichacha huku polisi wa kukabiliana na ghasia wakirusha vitoza machozi kwa waandamanaji waliokuwa wamejaa katika barabara kuu za katikati ya jiji kama Moi Avenue, Kenyatta Avenue na Kimathi Street. Cha mkufu manafuu hu ha akila ha, cha manafuu mkufu hu akila ha. Nikiripotia MTV kutoka chuo cha anuai cha Thika TCE, mimi Sol Juma. Basi habari hiyo yalijiri kaunti ya Machakos na kutangalia habari hiyo kwa kina. Na huku basi sherehe inageuka kuwa kilio, na kama vile siku ilivyokuwa imetarajiwa kuweza kufika ili kuweza kufunga ndoa na mpenzi wake, lakini hali ilibadilika ili baada ya harusi kuweza kuzimia na kufariki hapo kwa hapo wakati wa kufunga ndoa. Taarifa hii imetuandalia Beti na mengi zaidi. Sherehe ya furaha ya harusi ilimalizika kwa huzuni baada ya bibi harusi kuanguka ghafla wakati wa fungaji yake. Furaha katika harusi iligeuka kuwa huzuni baada ya bibi huyo kuzimia muda mfupi baada ya kula kiapo na mapenzi ya maisha yake. Mwanamke huyo mchanga akiwa amevalia gauni lake alionekana dhaifu alipokuwa akikariri viapo vyake kando ya bwana harusi. Picha na video za sherehe hiyo zimewatuaza wengi wakimwomboleza bibi harusi aliyefariki siku yake ya furaha. Nikiripotia MTV Kenya kutoka chuo cha anuai cha TCE,
Langu ni Betty Karanja. Shukrani kwa habari wetu Betty Karanja, na pia Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya bibi harusi huyo na kumtafutia mwenza mpya bwana harusi kwa wakati na saa. Mwisho ni kwamba familia yake inashangilia binti aliyetoweka baada ya upasuaji Saudi Arabia. Joseph Gomba na habari zaidi. Familia ya Zipora Mumbi inafurahia baada ya binti yao kuwasiliana nao siku chache baada ya kukaa kimya muda mrefu. Familia hiyo ilihofia kuwa binti yao hayupo walipokosa kuwasiliana nao kwa siku kadhaa baada ya kufanyiwa upasuaji nchini Saudi. Kaka yake Javan Karanja alieleza yaliyompata binti na dada yao wakiwa Saudi Arabia. Nikiripotia MTV Kenya nikiwa katika chuo cha Nuwai, langu ni Joseph Gomba. Shukrani sana mwanahabari wetu Joseph Gomba kwa taarifa kamili. Na tukisonga mbele kwa vijana wanasema hawataki mazungumzo na Ruto, wanataka haki, huku Kalonzo akosoa Raila. Mwanahabari wetu Susan Chi na taarifa zaidi. Akizungumza Alhamisi katika hafla ya kufungua hospitali ya jamii mjini Kiongwani, kaunti ya Makueni, Bwana Musyoka alisema kuwa ni wajibu wa kikatibu wa Rais William Ruto kushughulikia malalamishi ya vijana wanaoendelea na maandamano barabarani na mtandaoni. Raila anasema tuzungumze na Ruto. Tunajiuliza, mazungumzo hayo yatafaidi nani? Hawa watoto wanahitaji mazungumzo, wanahitaji haki, wanataka elimu ya msingi na sekondari bila malipo kama alivyofanya marehemu Rais Mwai Kibaki, alisema Bwana Musyoka. Nikiripotia runinga ya TCE kutoka kaunti ya Machakos, langu jina ni Ochieng Susan. Na mpenzi wa mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya Ochieng Susan, basi inatumatishia wimbi zima la habari siku ya leo, na ndio kwamba hii taarifa imeweza kunishtua hata zaidi. Ni siku ambayo umeitarajia, umeipanga. Alafu inatokea kama hivi, ni taarifa ya bibi harusi kuhusiana na kufariki hapo kwa hapo. Ni taarifa ambayo lakini pia katika vita zangu ikawa na mbele tumewekwa. Ningependa kukuuliza swali. Ni sio maoni yako. Unajua, so kwa mfano uko na mpenzi wako, alafu ukutane na mpenzi wako. Japo sina moja. Hiyo si shida. Lakini mfano, maana ndio tunataka kusema mfano. Uko na mpenzi wako, alafu ukutane na mpenzi wako. Utafanyaje? Itakuwa maajabu tu. Itakuwa maajabu. Tunataka hayo mpenzi mtazamaji, na basi hatuna budi kusema shukrani kwa ambao umetufuatilia kutoka mwanzo wa habari zetu hadi kufikia sasa. Hatuna budi kusema tuna ziada, maana kuna muda umetupa soko, nasi hatuna budi kupatia ngono tukisema uko na wakati mwema. Lakini nilikuacha kuambia utu ni kitu, lakini usiusi kitu au utu kwa kitu. Bila sayo wako kwa George Kala. Basi tuombe heri, kwani hali bado ni tete. Muda unaamua hatima yote, tena mpaka siku nyingine. Kwa habari zaidi, mimi nabakia wako Ruth Kaspa. Na hii ni runinga ya MTV Kenya, chuo cha Nuwai TCE.